katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunakutukuza, tunasema ni asante kwa nguvu zako na neema zako katika maisha yetu. Asante kwa neno la siku ya leo Bwana, tunaomba likatunenea, likatubadilisha na kutuinua mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko salama. Tuko salama. Kuna wimbo imekuja tukiimba nikasema sawa. Ni ya Kikuyu lakini nasema divei itoneathira nageni aitotia nyotoko mara twena tuyuria mae digitho na ti mae tufataire ne divei mwathani no tondu niwe woigane tugwika mwathani tondu niwe woigane tugwika atia. Kumbe mnasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ni John Mboro. Nashukuru Mungu kwa mchana wa leo. Karibu ikuwe jioni. Nashukuru Mungu kwa mchana wa leo. Ameniokoa, amenihifadhi na kuniweka na kunibariki. Ameniinua, amenionekania kwa kila jambo. Namshukuru kwa uhai huu. Neema hii yote ni mapenzi yake, sio? Namshukuru Mungu sana. Nafasi yote unapata ya kuishi ni ushuhuda. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dakika moja ama mbili, kwanza ningetaka kushukuru viongozi wa kanisa kwa nafasi hii na pia kuwashukuru nafasi waliotupatia jana kama wanarika. Tulikuwa mahali tukacheza team building, tukafurahia. Nashukuru kanisa na wote waliotushikilia. Mungu awabariki sana na muendelee kuguzwa mnatupatia nafasi kama hizo. Sisi twende tu, tunafurahia, tunarudi hapa. Praise be to God. Amen. Yes, asanteni sana. So nilikuwa nasema kwa dakika moja tu, ningependa tu kuwe na jirani. Kwa sababu nitakupatia dakika moja kuwa na jirani yako. Dakika zingine 10 tuhubiri. Dakika hizo zingine 2 za mwisho ukuwe na jirani yako. Zote ni praise be to God. Hesabu ama ni masaa. Kwa dakika moja angalia jirani yako tu. Angalia jirani yako. Unaona venye ana smile vizuri, msalimie kwanza. Ukiwa umemsalimia tu hivyo, muulize Jumapili kulihubiriwa nini hapa? Ama mahali ulikuwa. Muulize 1 minute akwambie neno la Jumapili iliyopita. Yaani mnanyamaza, hakuna mtu alishika kitu. Haya, ni sawa. Hiyo ni nusu dakika. Hiyo nusu ingine muulize kwa nini anapenda kukuja hapa. Na venye makanisa ni mingi huko nje. Mbona unapenda kanisa yako? Mbona unapenda ACK? Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwa kupenda kanisa mmenyamaza haraka sana. Hakuna sababu mnakujanga hapa. Hampendi kanisa yenu? Hampendi kanisa yenu? Sababu zimekuwa kidogo sana. Praise be to God. Lakini nilikuwa naambia washirika wa second service, mimi napenda kanisa yangu kwa sababu mimi nitawaambia yangu. Kwa sababu inaanga visanga. Praise be to God. Haina visanga hii. Hii ni neno, tunatulia, sisi ni wangwana. Tunatoa sadaka, tunatoka. Tunaenda nyumbani tukifurahia. Praise be to God. Hakuna maji. Hakuna vitambaa.
hakuna chumvi. Hapa tunakujianga neno la, na ndio nimekuambia umuulize alishika nini Jumapili. Hakuna kitu alishika, kwa sababu wale wengi nimeona wakismailiana wakicheka tu. Ilikuwa ni sawa. Nashukuru Mungu. Neno ya siku ya leo nataka tusome kama vile tulivyosomewa katika kitabu cha Isaiah 55 verse 10 to 13 na Matthew 13:1 to 23. The power of God's word. Nguvu katika neno la Mungu. The power of God's word. Praise be to God. Praise be to God. Angalia jirani yako, najua sisi wote ni wasomi. Mwambie the power of God's word. Kisha mwambie let the seed produce harvest. Let the seed produce. Naona ya Jumapili haikuproduce kwa sababu hukushika kitu. Let the seed produce harvest. Wacha hiyo mbegu ya neno la Mungu ikawe na mavuno katika maisha yako na ndani yako. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Sitatumia sauti kubwa ndio usilale. We lala. Kwa sababu mbegu haina mavuno ndani yako. Praise be to God. Unajua kanisa zingine wanaamshangwa na sauti. Pokea. Ndio jamaa. But kwetu sisi ni wangwana, tunaongea na sauti mzuri, tunasikia neno linaingia na linakuwa na mavuno ndani yetu. Praise be to God. Katika kitabu cha Isaiah na Matthew, nitaziunganisha zote kwa sababu wakati. Isaiah na Yesu wanatufunza jambo moja ambalo ni la ukweli, na ni ukweli uko na nguvu, ya kwamba neno la Mungu haliwezi kutuangusha, ya kwamba neno la Mungu ni la ukweli. Praise be to God. Neno la Mungu ni la ukweli, na kama neno la Mungu ni la ukweli, praise be to God, na nilasema tumepewa nguvu na mamlaka. Praise be to God. Mbona siku ya leo wewe fika kwetu mazao ni tofauti. Praise be to God. Mazao ni tofauti, lakini ni tofauti kulingana na moyo ambao unapokea neno hili. Praise be to God. Ni tofauti kulingana na moyo ambao unapokea neno hilo. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mbegu zingine zilianguka kwenye nchi kavu na maadui wakapita wakazichukua kwa urahisi. Mbegu zingine zikaanguka kwa miba. Zikijaribu kumea, miba inafanya nini? Inaizuia ikue. Praise be to God. Zingine zikaanguka kwenye mawe. Haiwezi mea hata kidogo, ikaoza ikaisha. Lakini kuna ile ilianguka kwenye udongo mzuri. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Isaiah anatuambia kama vile mvua ishukavyo kutoka mbinguni
Isaiah 55 verse 10. Mvua ikishuka chini inaleta uhai. Mvua ikishuka chini iguze ardhi, kuna kitu huwa inamea. There is something that is brought to life. The seed will germinate and grow. Praise be to God. Hivyo ndivyo neno la Mungu likifikia moyo ambao uko tayari kulipokea, lazima litaleta uhai. Lazima kuna kitu kitakuwa kutokana na hili neno. Lazima kutakuwa na kuongezeka. Hakuna tukuje utupatie testimony, niko na testimony, nimebarikiwa, lakini ni siri, siwaambii. Hakuna hiyo ni uongo. Baraka zote za Mungu ukibarikiwa itaonekana. Praise be to God. Kwa sababu mbegu yote ikikua kutoka chini, wakati mvua itaifikia, ikimea, kila mtu ataona. Praise be to God. Na ukiifunikia haitamea. Bwana Yesu asifiwe sana. So we learn that neno la Mungu depends with the heart that is receiving the word of God. Praise be to God. Remember, the seed is the same. Mbegu ni ile ile tu, but the hearts are different. Mioyo ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And the will of God, sio hii mbegu yangukia moyo ambao hautazaa matunda, hautaipokea. Ni vibaya sana kama Wakristo ikiwe wewe umekuja service zote, tukiangalia kwa register ya hii kanisa kutoka January mpaka December, hujai miss that service. Lakini you are the same. You are the same kutoka January, wewe ni yule tu mpaka December. There is no growth. There is no change. There is no transformation. Haubadiliki. Kama January ulikuwa umeongea za mama fulani, December unaongea za mzee fulani. Sure. Hili neno halikubadilishi. Kama January ulikuwa unaimba hakuna kazi, mpaka December unaimba hakuna kazi. This word is not transforming you. This word is not transforming your life. Kama January ulikuwa unaimba watoto wangu wamekuwa watukutu, mpaka December unaimba ni watukutu. Hili neno halibadilishi familia yako. Praise be to God. Mapenzi ya Mungu ni kwamba hili neno tukilisikia litubadilishe, tukae jinsi anavyopenda, jinsi anatuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. The harvest is guaranteed for those who remain faithful. Mavuno ni ya hakika kwa yule tu atakayetii na kulisikia hili neno. Hautabaki vile ulivyo ukisikiza na kulitii hili neno. Praise be to God. Kwa sababu hili neno tumesema ni la ukweli na linaishi. Praise be to God. Ukisoma hiyo verse ya Isaiah 55 inamalizia kusema na a beautiful promise ya kwamba instead of thorns you will grow cypress. Praise be to God. Badala ya dhiki kutakuwa na nini? Kutakuwa na faraja. Badala ya kilio kutakuwa na furaha. Praise be to God. Ukiamini hili neno, ukitii, ukilikubali lifanya kazi katika maisha yako, there must be a transformation in your life. And not only transformation to your life, you will influence others to transform. Praise be to God. Unajua biashara yako ikienda vizuri,
Watu wahitaji kuambiwa, wataona. Praise be to God. And what they will... Wewe wengine ambao hawajakuja kanisa leo watakuona, watakufuata, watakuuliza, dada yangu, siri ni gani? Praise be to God. Na utawaleta wapi? Kanisani. Na Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili neno likikubadilisha, ukilichukua likiangukia moyo ambao uko tayari, utasema ni mhubiri wa Sunday hakuwa na roho, ni wewe hukuwa nayo. Ati watu tafutie wahubiri wenye wako na power, ni wewe hauna power. Ni wewe hauna. Kwa sababu niambia kwa nini tutakuombea biashara kutoka January mpaka December. The same person, the same problem. Is that sure? Hiyo inaingiana kweli? Haingiani na neno la Mungu. Praise be to God. Kwa sababu neno la Mungu ni ukweli na linaishi. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Hatuwezi baki vile. Hakuna mvua itanyeshea mbegu ikose kumea. Hakuna. Na kuna mbegu zingine hata hazihitaji mvua. Siku nazo. Ukiweka viazi nyumbani zinameanga peke yake. Ukiziweka tu mahali zimetulia zinamea tu peke yake. Kama utaki zimee saa hiyo unangoa kwanza hizo vitu, unaziacha tena. Hazikufi moyo, zinamea tena. Ukizingoa mara 5 nikatoe kama kogi. Haziwezi kuliwa, haziwezi pana. Tusifike hapo wa Kristo. Najua tena si hajashika hiyo. Tusifike hapo. Tusikue zile mbegu kabisa kabisa. Neno la Mungu limetunyeshea, neno la Mungu limenenwa, lakini hatubadiliki mpaka ifikie kiwango cha kuangamizwa. Tusifike hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko dakika zangu 3 za mwisho. Alafu zile 2 tuliongea. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikubali neno la Mungu linenwe kila siku na tubaki vile vile. Itakuwa ni hasara sana kwako kuketi hapa masaa 2. Kisha utoke huu mlango vile uliingia tu. Ukienda tu uko nje, vile walikuona jana ndivyo tu uko leo tu. Kama wanasema wewe ni roho mbaya, hata kesho tu wanaona tu roho mbaya. Hadi jamaa anakuwa kisirani. Hata kesho tu wanasema the same thing. Na ulikuja hapa, itakuwa ni hasara sana. Praise be to God. Tukubali neno la Mungu litubadilishe. Kubadilika, hatupimi kubadilika kulingana na vile unajua Biblia. Unaweza kuwa na hili neno lakini halikubadilishi. You can be informed but you are not transformed. Yes, you are informed of the word of God, but there is no transformation in you. Are you getting this? Ndio unajua kutoka mwanzo mpaka mwisho, mpaka Revelation. Hakuna verse pale tunaweza kuchanganya. Lakini hili neno halikubadilishi. Praise be to God. Ni kama kuishi uko umekufa. Kuna kuishi uko umekufa, living dead. Uko uhai tu lakini hauishi.
kwa sababu neno la Mungu linaishi. Praise be to God. Praise be to God. Yesu akapatwa pale in the wilderness na adui mkubwa shetani. Akajua jamaa konja. Mwambia basi, wewe si ni mwana wa Mungu, hii mawe si ubadilishe iwe mikate tukule. Lakini Yesu hili neno alikuwa nalo, na alikuwa amebadilishwa na hili neno, na alikuwa neno yeye mwenyewe. Praise be to God. Akamwambia jamaa, hey, niko njaa, lakini neno la Mungu linasema hatutaishi kwa mkate. Praise be to God. Kubali neno likubadilishe. Wengine wetu wangekuwa hapo, wangetaka kumuonyesha, acha unasema mikate, nitazibadilisha zikuwe queen cakes. Lakini Yesu, kwa sababu hili neno lilikuwa limembadilisha, huyo sasa anasema queen cakes ni mtu ambaye akona neno, akona information, but he is not, or she is not transformed. Hili neno alijambadilisha, kwa hivyo anataka kuprove. Hivyo unasema hata ni kidogo, nataka nibadilishe to something sweeter than what you are saying. Praise be to God. Ni ule mhubiri akisimama hapa anasema, hapo angeongezea pointi nyingine, kuna pointi iko kwa akili, angesema hivi. Kubali neno likubadilishe. Let the word ni wewe hawajaona huko nje wakuje. Angalia. Jelili, angalia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndugu yetu alikuja akajaza stadium. Na unaona tuko kubali neno la Mungu likubadilishe. Hatutahitaji kuweka makrusade huko kutafuta washirika. Hatutahitaji kufanya harambee hapa, sijui kulipa quota. Tungekuwa tumejaa hapa Sunday. Sunday. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha neno la Mungu litubadilishe. Napomalizia, kuna hadithi huwa napenda kupeana sana ya the 5 man case. Man case na Kiswahili wanaitwa nani? Nyani watano. Ni watu wale, kwa maana saa nyingine wanafikiria kama watu. Aliangamiza jamaa mmoja, alikuwa mkulima wa mandizi sana. Akamwangamiza. Kila mandizi kiiva wanakuja, wanafyeka yote na kubeba. Unajua wanafikiria kama mtu. Wanafyeka yote na wanabeba. Wanaenda wakikula kwa kichaka sasa. Jamaa akikuja kutoa mavuno hakuna kitu. Wanangojea next season. Ikifika wanakuja. Sasa ule jamaa akaanza kuwangoja. Akiwangoja anawatandika, wanatoroka. Anawapigia nduru, wanatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua nyani anafikiria kama mtu. Akajua huyu jamaa kumbe anakujanga saa 1. Wakaanza kukuja saa 7. Praise be to God. Akijua ni saa 7, wakikuja saa 7, nyani wanajua, mchana wewe unapatikana, tutakuja saa 9 ya usiku. Waka hiyo michezo. Lakini siku moja jamaa akakuwa na ufunuo, akajua vile atawashika. Akachimba shimo kubwa sana. Akasema mkikuja leo mtajua. Kama kawaida nyani wakakuja wakafanya nini? Wakaingia kwa ile shimo wote 5. Sasa pale hawezi toka. Jamaa masaa yake akakuja. Akasema tumesumbuana sana na nyinyi. Leo mtajuta. Bwana Yesu asifiwe. Leo watafanya nini? Watajuta. Ambia mwenzako leo watajuta. Mwambie leo utajuta wewe. Basi akachukua kamba akawafunga vizuri, kila mmoja akawafunga vizuri. Akachuna kiboko. Sasa kiboko alienda akatoa nyaunyo zile za kitambo. Akatoa nyaunyo, akaingia ndani. Akawanyorosha.
Akasikia sasa ni kama ameridhika kidogo, lakini akaona itoshi, kwa sababu wakisahau uchungu watafanya nini? Watarudi tu wakule mandizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema sasa nyinyi, acha nipumzike, nirudi nifikirie vile nitafanya na nyinyi. Wakati alienda nyumbani akakuja na pliers. Inaitwa nini pliers na Kiswahili? Hiyo. Pliers. Akakuja nayo. Akamwambia sasa nyinyi juu tumesumbuana sana, nitawang'oa nyinyi wote makucha na meno yote. Mkitembea hivi mkikuja kwangu msikie uchungu mnarudi. Ukikuja uone mandizi hivi kukumbuka una meno, unafanya nini? Unarudi. Akaingia. Lakini wakati aliingia akapata wawili washapotea. Amebaki na watatu. Akaanza kung'oa mmoja makucha. Akaponyoka akatoroka. Wakabaki wawili. Hao wawili akawafunga vizuri wasipotee. Akahakikisha ya kwamba amewang'oa meno wote. Hakuna mtu hakuna hata mmoja akona meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakang'olewa nini? Meno yote. Kisha kaona sasa hawa tawaachilia ili wakuwe mfano kwa wengine. Waende waambie wengine vile nimewafanyia. Wakaachiliwa wakaenda. Sasa wakati nyani walikuwa mahali wametulia huko kwa kichaka, sasa wakiambiana vile siku ilikuwa, wale wenye walipotea wanawaambia, unajua sisi tuliokolewa. Sisi tuliokolewa. Huyo mwingine watatu si unakumbuka alipotea naye. Sasa hata mimi niliokolewa, lakini karibu nipatikane. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hatujakufa, tumeokolewa kifo, lakini tumeng'olewa nini? Tumeng'olewa meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walikaa wakasema, sasa hiyo siku imeisha, hiyo ingine imefika. Sema oya, siturudini. Wale wawili waliwaambia, acha niwaambie, sisi